Habari za asubuhi wapendwa, mmeamkaje? Natumaini mzima wa afya. Happy new month. Heri ya mwezi mpya tena, mwezi wa 12 tumeuanza hivyo, tunauanza na Mungu wetu. Okay, kuna kitabu nataka nishirikiane pamoja na nyinyi nilichojifunza leo asubuhi. Kitabu cha Mathayo sura ya 6 mstari wa 11. Kitabu cha First John 3 verse 7. Yohana wa kwanza sura ya 3 mstari wa 7. Leo tunazungumzia kuhusu kuzaliwa mara ya pili, kuitwa mwana wa Mungu. Tunajua mtu akizaliwa mara ya pili anaitwa mwana wa Mungu. Kwa hiyo tujifunze kukua kiroho, tusikubali kukaa wadogo siku zote. Na kama tunavyojua, Mungu hawezi kumtumia mtu ambaye ni mdogo. Ukiwa mdogo Mungu anakuacha mpaka utakapokuwa kiroho. Kwa hiyo utaendelea yani kwenye Kristo ni kama vile kuna Mkristo, yani tuseme sisi sote ni watoto wa Mungu, lakini kuna yule aliyokuwa mwana wa Mungu aliyezaliwa mara ya pili, ambaye amekuwa mwana. Kuwa mwana ndio kuwa mtoto, na mwana ni vitu viwili tofauti. Mtoto ni yule mdogo sana ambaye hawezi kufanya vitu mwenyewe, lakini kuwa mwana au mtu akasema ni kama kijana wangu, binti yangu ameshatoka kwenye ule umri wa utoto wa kutegemea kila kitu ufanyiwe. Sasa ukiendelea kuwa mtoto Kristo, baby Christian, unakuwa kuna vitu vingi Mungu hawezi kukutumia au kukupa kwa sababu unakuwa bado hujakuwa kiroho. Kwa kuna vitu vingi sana tunavikosa. Kwa leo nataka tujifunze kuhusu kuwa mtoto, kutoka kuwa kwenye mtoto kuingia kwenye uwana, kwa kuzaliwa mara ya pili na kuwa mwana wa Mungu. Kuna yule mtoto wa Mungu ni wale wa Kristo ambaye unajua mtu akwambia mtoto wa Mungu kwenye ulimwengu wa roho, hata unaweza kuwa ni baba mtu mzima tunakuona, lakini kwenye ulimwengu wa roho kuwa bado mtoto. Kuna vitu vingi hauna. Yaani tuseme zile amri 10 za Mungu hauzifanyi kama Mungu anavyotaka tufanye. Unazijua lakini kuzifanya ni kazi. Ni sawa na mtu anaenda kuvuta sigara, anajua kabisa sigara ni mbaya au kunywa pombe ni vibaya, ina madhara, lakini anavuta. Sasa ile pale bado ni kwenye ulimwengu wa roho, bado ni mtoto. Ukishajua kuyashinda yale ya ulimwengu, tayari umeshazaliwa mara ya pili, umekuwa mwana wa Mungu. Kwa hiyo tujitahidi sana. Kuna ile ni kama vile mtu, yani kuna level za Kristo, kama vile maji. Unakuta maji ni meupe lakini sio masafi. Unaona kwa macho ni masafi, lakini ukinywa unaugua, bado hayajafikia kwenye usafi. Kuna clean water na pure water. Ile clean ni masafi, lakini pure ni masafi zaidi, yamehakikishwa, yani ni maji bora masafi. Okay, ndo kama na Ukristo ulivyo. Clean and pure ni vitu viwili tofauti. Clean unaona kabisa ni masafi, ni meupe, lakini hayajawa pure, hajawekwa kwenye ule pure, ubora wa usafi zaidi. Okay, ndo una nini? Hao walio kwenye clean, kwenye usafi, ni wale ambao wanampenda Mungu, wanaenda kanisani, wanafanya kila kitu, lakini vitu vya ulimwengu vimewashika. Yani mambo ya duniani, unamkuta anaimba nyimbo za kidunia, unamkuta anafanya vitu vya kawaida. Kwa hiyo huyu ni Mkristo, lakini hatofautiani na wale watu ambao bado hawajamjua Mungu, watu wa kidunia. Kwa hiyo tunatakiwa kukua kiroho. Ukishakuwa kiroho, hautakuwa maombi yako kila siku ukienda kanisani ni kutubu tu dhambi. No. Na mtu ambaye amekuwa kiroho huwa kwenye kitabu gani anasema wanakuwa na ujasiri na ushujaa kama simba. Mtu mwenye dhambi, ukiwa na dhambi unakimbia kujificha, ni mfano wa Adam na Eva. Walipofanya dhambi huwa kuna aibu inakuingia. Ukishakuwa na dhambi unakuwa hauna ujasiri tena wa kusimama kufanya kitu. Ujasiri ndani yako unakuwa haupo. Hiyo ndio dhambi.
Ukipenda sana mambo ya dhambi, shetani atakufanya wewe uone umeshafika mwisho, hakuna tena malengo ambayo unaweza kuyafanya duniani. Ujasiri anautoa, ule ujasiri wa kiungu anautoa kwako. Unaona kama wewe ndio wewe yani umeshafika mwisho. Hata mipangilio yako, mambo yako, destination yako, yani vitu vyako ambavyo Mungu amekupangia, shetani anakufanya uone kama hauwezi. Ukiwa mwenye dhambi utamwona shetani ndio mwenye nguvu hata kumshinda Mungu. Ndio maana watu wengi wanasema huyu anatumia uchawi. Hivi kwa sababu gani? Wanajua wakati Mungu ndio mkubwa kuliko kila kitu. Kwa hiyo wanajua wanaamini kwamba shetani ndio ana nguvu zaidi. Wakati Mungu ndio super, Mungu ndio kila kitu. Hakuna kitu ambacho kinaweza kumshinda Mungu. Shetani hana uchawi kama nguvu za kumshinda Mungu hata siku moja. Kwa hiyo ukiwa na dhambi utafanya maovu mengi sana. Ukiangalia kwenye kitabu cha Proverbs 28:1. Proverbs nadhani ni Matendo au ni kitabu gani hiki cha Proverbs? Proverbs itakuwa ni Matendo ya Mitume, kitu kama hicho. Every time you are pure, we will see your boldness. Yani ukiwa mwana wa Mungu tayari unakuwa na nguvu kama simba. They have their boldness like lion. But if you sin will make you to go and hide. Ukiwa unafanya dhambi utakuwa unajificha, unakuwa ni mtu wa aibu. Mtu mwenye dhambi hawezi kuwa na ujasiri wa kusimama upenuni au kusema vitu au nini, yani kuna namna ambavyo tu anakuwa na uoga hata kufanya vitu. Tumetolea mfano wa Adam na Eva. Walifanya dhambi wakaenda kujificha. Mungu akawauliza, nani aliyokuambia kama uko uchi? Akasema tumekula matunda tukajikuta tuko uchi. Kwa ule utukufu wa Mungu uliondoka kwao. Walipokuwa hawajafanya dhambi, hawajala lile tunda, walikuwa wamefunikwa na utukufu wa Mungu. Ule mwanga wa Mungu ndio ulikuwa kama mavazi yao. Walikuwa wamefunikwa na utukufu wa Mungu. Unaona? Ni kama vile wanyama hawavai nguo. Kile kitu cha dhambi ile ya kuwafanya waone aibu haimo ndani mwao. Ndio maana wenyewe wanajiona wako sawa tu. Sasa ndo kama hivyo. Ukishafanya dhambi unajiona uko uchi, unaaibika. Unaona ndo maisha yako yamefika mwisho. Mambo mengi Wakristo vitu vingi hatuvipati, hatufanikiwi kwa sababu kuna vitu tunavyomkosea Mungu. Kuna vitu ambavyo hatujakaa sawa na Mungu. Tujiangalie mara mbili. Tumekosea wapi? Je, tuko pure au tuko clean? Tuko bado watoto wa Mungu au tumeshakuwa wana wa Mungu? Ukishakuwa mwana wa Mungu unayashinda mambo ya ulimwengu. Kwa hiyo nimesema nishirikiane na nyinyi hili tu. Utasema kwenye kitabu cha Yohana wa kwanza sura ya 2 mstari wa 13 na Wagalatia wa 4 Wagalatia 4 kuanzia mstari wa 1 na kuendelea. Kwamba ukibaki kuwa mtoto Mungu hawezi kukutumia, utakosa vitu vingi sana kwa Mungu. Maana mtu yote yule aliyokuwa mtoto hata ukimpa ufunguo wa nyumba anaweza kaupoteza, maana bado ni mtoto, hajui kitu. Unaona, Mungu anaanza kumtumia mtu akishafikia kwenye umri wa kijana, mwana, amezaliwa mara ya pili. Ukishakuwa mwana Mungu anaanza kutumia na ndo unaanza kupiga hatua ya kufika kwenye mafanikio yako, kwenye malengo ambayo Mungu amekuwekea hapa duniani. Kwa hiyo tujitahidini sana wenzangu, tutoke katika utoto tuingie kwenye uwana wa Mungu. Tuanze kutembea sambamba na Mungu. Mungu hamtumii mtu ambaye bado ni mtoto. Kuwa mtoto sio lazima uwe mtoto kweli. Unaweza kuwa ni baba, ni mama, mtu mzima lakini kwenye Mungu wa roho bado mtoto. Haujafikia unaweza kukuta mwingine ni mtoto lakini kwenye Mungu wa roho ameshakuwa mwana, ameshafikia kwenye ukijana. Mbele za Mungu ni kijana, ni binti. Ameshafikia kwenye mambo ya kuongea na Mungu kama hivyo. Asanteni sana. Mungu anawapenda zaidi. Baki salama.